Kwa majina naitwa Mariamu Hamisi. Nilitengana na mume wangu. Sasa hivi ni kipindi kama mwaka hivi. Nimeishi naye kwa muda mrefu, lakini maisha yangu yalikuwa ni ya mateso, kila siku vipigo na kufukuzwa. Nimevumilia muda mrefu nikisema kwamba nasubiri watoto wangu angalau wakue, kwa sababu nikiwaacha wakiwa wadogo watapata shida. Nimeishi kwa miaka yote kwa vipigo, mateso. Ndipo mwaka jana nikaamua kuondoka, nikatengana naye. Ilikuwa tukigombana kidogo, anachukua visu na mapanga na kunikata sehemu za mwili wangu. Nimevumilia hiyo hali kwa miaka mingi. Majirani wanajua, hamna asiyojua. Maisha yangu yalikuwa ni ya mateso miaka yote. Nikaondoka mwaka jana mwezi wa 6, nikarudi nyumbani kwa mama yangu. Wakaja wasuluhishi mbalimbali kuja kunisuluhisha, nikarudi. Nikajua atakuwa kajirekebisha. Nimekaa ndani ya mwezi mmoja, mambo yakawa ni yale yale, kufukuzwa na kufanywa ukatili wa kila aina. Nikaamua kuondoka tena. Nilipoamua kuondoka, nikawa nyumbani kwetu, nikafuata utaratibu, nikaenda BAKWATA kwa ajili ya kupata talaka. Nikienda BAKWATA sisikilizwe, anasikilizwa yeye. Kabla ya kuingia ndani pia huwa ananitukana matusi, na natukana matusi ya nguoni mpaka naamua kuondoka. Sio mara moja wala sio mara mbili nimeshaenda BAKWATA, lakini sipati huduma yoyote. Nikaamua niende polisi. Nimeenda polisi mara ya kwanza, wakaniandikisha maelezo, hawakumchukulia hatua yoyote. Nimeenda polisi zaidi ya mara 3 au mara 4. RCO anajua kesi yangu, OCD anajua kesi yangu, lakini hawamchukulia hatua yoyote. Na anajitamba, anasema kwamba yeye ni askari na hamna yoyote anaweza kumfanya kitu chochote. Leo asubuhi nikiwa naenda kazini, nimefungua geti la nyumbani kwa mama yangu. Nikiwa natoka, alikuwa amejibanza pembeni ya geti la jirani, akiwa na kisu na chuma. Akaanza kunishambulia maeneo ya kichwani na mikononi. Ndipo nikaanza kupiga kelele, kuomba msaada kwa watu. Majirani ndio wakaja, wakawa wanapiga kelele. Akawaambia kwamba huyu mtu ameanguka tu. Ninamshangaa anapiga kelele. Ameniumiza kichwani, na jeraha kichwani nimeshona, mkononi hapa kama panavyoonekana. Mgongoni amenipiga na machoma kila sehemu. Kichwani amechukua kisu akawa ananichimba. Ninachotaka sheria ifuate mkondo wake. Mama Gwajima, popote anaponisikia, ninaomba sheria ifuate mkondo wake. Nimefanywa ukatili kwa muda mrefu, manyanyaso ya muda mrefu. Nimekuwa nikitishiwa silaha muda mrefu, nikipigwa na vyombo vya udongo, mawe, matofali. Nimekuwa nikifanywa ukatili wa kila aina. Amekuwa akinifuata hata kazini kwangu, anakuja kunivizia ili anifanyie ukatili. Nimefanywa ukatili wa kila aina na watoto 4. Imani yangu ilikuwa kwamba labda ipo siku atajirekebisha. Ndio ilikuwa imani yangu. Nilikuwa nikienda sehemu mbalimbali kuomba ushauri. Tulienda hata kwa shehe wa kata, tukaenda kuongelea hii kesi. Lakini baada ya yote alinyanyua viti na kuanza kupiga watu kwenye kikao. Shehe wa kata akachukua hatua, akaniambia turudi nyumbani. Twende nyumbani, labda tukaongelee nyumbani itapata solution. Lakini matokeo yake tulipofika nyumbani akatufukuza, akawa anatupiga na vyombo, akawa anachukua vyombo vya udongo kabatini anaanza kutupiga na kutufukuza. Amekuwa akinifanyia ukatili wa mara kwa mara na kumpiga mama yangu na kumtukana matusi ya nguoni, kumwambia kwamba mama yangu ni malaya na mimi ni malaya mwenzake, kwamba yeye ndo ananiendekeza mimi nafanya umalaya. Amekuwa akimtusi mama yangu matusi kila siku tangu mwaka 2005 nikiwa na watoto 2. Mimi hasa nimekuwa nikiishi kwa kuvumilia, kwa sababu nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kutetea ndoa yangu, lakini imeshindikana.
Ushauri kwa wamama wenzangu, wasinyamazie ukatili. Mimi nimevumilia kwa muda mrefu, kiamini kwamba iko siku yatapata ufumbuzi, lakini hapa ndipo nilipofikia.